Kwa mara nyingine tena, ningependa kuwakaribisheni katika fundisho letu lile ambalo tumekuwa tukiendelea nalo, ambalo linahusu makosa 104 baina ya waume na wake. Nilikwisha kuwaeleza kwamba makosa ya mwanaume ni 60, ni ya mwanamke ni 48. Mpaka sasa nimeweza kuzungumzia juu ya makosa ya mwanaume 9 na ya mwanamke 7. Sasa leo ningependa nizungumzie juu ya kosa la 8 ambalo wanaume wanasema wangependa wanawake warekebishe. Ukweli ni ya kwamba kile kinafanya ndoa nyingi kuvunjika ni kuwa kuna makosa yanayotendeka baina ya wanandoa. Aidha awe ni mke amekosea mumewe ama mume amekosea mkewe. Sasa kosa la 8 ambalo wanaume wanasema inawapasa akina mama kurekebisha ni kosa hili la mwanamke kuwa anapikia chakula jikoni, anakulia huko, na badala kupelekea mumewe chakula mezani anatuma watoto wampelekee. Mara nyingine inawezekana kuwa jiko au nyumba ya kupikia iko mbali na nyumba ya kulala. Sasa mama anakuwa kule jikoni akipika chakula na mzee yuko kwenye chumba cha kulala ama yuko mezani kwenye nyumba yao ya kulala. Sasa mama akiwa kule nje kwa jiko anatengeneza chakula, na mara nyingi watoto wandogo wanapenda kuwa karibu na mama. Sasa baada ya chakula kuiva, mama anapakulia watoto kule tu jikoni, kisha anaweka kingine, anaambia watoto wampelekee baba yao kule mezani. Kosa hili nilipewa na wanaume kule sehemu ya Nandi, na wakaniambia ya kwamba kuna siku moja mama kule jikoni alipika chakula akapatia mtoto apelekee baba yao kule mezani. Sasa yule mtoto alipopeleka chakula, mzee alipokuwa akila kile chakula kikamunyonga na akaanguka chini, akaanza kutupatupa miguu. Mtoto bado alikuwa pale akiona vile baba yake anarusha miguu wakati wa kufa, akadhani baba yake anacheza kama vile wao hucheza wakirusha miguu wakiwa wanalala. Hakwenda kuambia mama yake kila ameona kwa baba. Akakaa pale mzee mpaka akazimia, akafa. Mama kule jikoni akaendelea kukaa na watoto, akala. Aliposhiba akaja huku mezani kwa mumewe. Kuja alipata mumewe amelala chini, amekwisha kufa. Ndio, sasa kutokana na hadithi hiyo nikaja kugundua ya kwamba kama mama angelikuwa pale, au kama ingekuwa ni mama alipelekea mumewe chakula alafu akala, kikaenda njia ambayo haiendei chakula na kikamunyonga, yule mama angesaidia mumewe, hangekufa. Lakini kwa sababu alikuwa mbali, basi ikawa yule mume atakufa. Kwa hivyo niliposikia jambo hilo, kwa kufikiria kwangu kama mzee, nikaona ya kwamba ili kuokoa shinda kama hiyo isiye katokea. Na nafikiri wanaume waliposema jambo hili walikuwa na maana nyingi, ama inawezekana walikuwa wamegundua kuna akina mama kadhaa wanapopika chakula kula jikoni hawapelekei waume, ila utuma watoto kupeleka. Kwa hivyo sasa nikipopisha jambo hilo, nikaona ya kwamba sasa langu, maana nimetumwa, nitawaambia akina mama ya kwamba wakati wowote unapopika chakula, hata kama jiko liko nje ya nyumba, ukisha andaa chakula, lete zote mezani, lete chakula yote mezani, na waambie watoto waende mezani wakakulie hapo. Ukisha leta hapo, wekea mumeo chakula ale. Wekea mumeo chakula ale. Ale mkiwa pamoja naye. Kuna mambo nimekuja kugundua ya kwamba
Kuna wazee wengine hula chakula na hawashibi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wazee hawa huwa na mawazo mengi. Kwa mfano, anaweza kuwa mzee na mtoto yuko shuleni na wakati wa kulipia karo umefikia, ama pengine nyumba wanayoishi ni ya kukondi, ama watoto wanahitaji nguo za shule, ama kuna mahitaji mengine kwa nyumba. Sasa mzee anapopewa chakula, wakati anapokula, mawazo yakimjia, anasahau chakula, anaanza kufikiria juu ya matatizo hayo, akijiuliza nitafanyaje niweze kutatua matatizo haya. Sasa mawazo yamehama kwa chakula, yameenda kufikiria mambo ya karo, au yameenda kufikiria vile shamba alijalimwa, au yameenda kufikiria vile ya kwamba hakuna mbegu ya kupanda, maana msimu wa kupanda umekaribia. Sasa polepole, hata kila chakula tena mawazo yanaruka tena kuangalia matatizo ya nyumba. Polepole chakula kinapoa, kikisha kupoa anashindwa kula. Sasa akishindwa kula, kama mama pengine alikuwa ametoka nje, akaacha mzee akila, akija anapata mzee hali, anamuuliza kwa nini huli? Anamwambia kimepoa. Kwa nini kilipoa? Kilipoa kwa sababu alipeleka mawazo yake nje badala ya kuweka mawazo yake kwa chakula ale ashibe. Kwa hivyo ili kuondoa shinda hiyo, kuzuia shinda hiyo, ndio ninasema hivi, ushauri wangu kama mzee, ya kwamba mama kaa karibu na baba anapokula. Ukiona ameacha kula, mawazo yake amehama kwa chakula, mwambie baba fulani, kama ni baba Wairimo, baba Kimani, baba Wanjiro, baba Kibet, muite tu lile jina la muita, mwambie kula chakula kitapoa. Ukimwambia hivyo, mawazo atarudi kwa chakula. Kaa ukimwangalia, ukiona tena amehama kwa chakula, mwambie kula chakula kitapoa. Pole pole hivyo mpaka atakula amalize na atashiba. Kwa hivyo, ili kuondoa shinda hiyo, mama uwe mwangalifu kwamba uwe karibu na mzee wako anapokula chakula. Lakini hebu niseme ya kwamba mama, usiachilie mume wako kukaa mezani peke yake. Pengine kama jumba ya kupikia iko nje, basi unapopika chakula ukiweka kuni ama makaa, kimbia ona mzee, rudi tena. Na nafikiri ya kwamba jambo hilo likifanyika, tutaokoa shinda nyingi ambazo sinaweza kuwapata wazee ambao hukaa mezani peke yao bila mtu wa kuongea naye. Hata wengine wanaweza ona amekaa mezani, hana mtu wa kuongea naye, maana mama yuko kule jikoni pamoja na watoto. Anakaa, anasinzia, analala. Sasa kitambo mama alete chakula, mzee alilala, na kisha kulala kumwamsha inakuwa nguvu. Inakuwa ngumu. Kwa hivyo pia niseme ya kwamba ni vizuri mama yeyote ajifunze kuandaa chakula kungali mapema, ili watoto asilale njaa, na hata na mzee au mumewe asilale njaa. Ajizoeze kupika chakula mapema. Si halali sana kula chakula wakati usiku umeingia. Kwa hivyo naamini ya kwamba mambo haya yakitendeka, basi nyumba itakuwa salama. Hebu niseme ya kwamba maneno hayo nimesema, huenda mama akapuuza akaona hii haina maana, hii si ngumu, ama haina shinda. Kile ambacho wewe mama unaona hakina shinda, kwa mumeo kinashinda. Kama mumeo kuna jambo anataka urekebishe, usilipuuse, usione kwamba ni ndogo. La, kile unachotakiwa kurekebisha au kile mumeo anataka urekebishe, kirekebishe ili kuleta amani na upendo nyumbani. Kumbuka ile hadithi nimewaambia. Mama alipoteza mume wake kwa sababu ya kutuma mtoto. Lakini hebu tuulizane, ile wiki ya kwanza mliishije? Ama ile wiki ya kwanza pengine mlikaa jikoni pamoja. Si dhambi kukaa pamoja, lakini yo sitaki kutoa amri, ila nasema mume na mke washauriane namna ya kuishi. Kama ni wakati wa kula, ni namna gani watakula. Kama ni namna gani wakati wa kupika, ni sawa. Lakini aswa kile ambacho ningeomba kwa kila mama anayenisikiliza, ni ya kwamba mumeo kila ambacho analalamikia kiache. Au pia makosa ambayo nitaelezea 104 ya mwanamke 44, ya mwanaume 60. Makosa hayo ni yale yanayotendwa na waume na wake.
ikiwa mojawapo litaguzwa na uone ya kwamba liko ndani yako ama una lile kosa, rekebisha. Ni vizuri wamama wafanye kila ambacho kinapendeza waume. Ni vizuri waume wafanye kila ambacho kinapendeza wake zao. Nataka niachie hapo nikiamini ya kwamba yule ambaye amekuwa akisikiliza kwa neema ya Mungu ataweza kutengeneza mahali ambapo panamfaa kutengeneza. Na niseme pia ya kwamba ikiwa leo ndio mara yako ya kwanza kusikiliza ujumbe huu, au ikiwa ni mara yako ya kwanza kunisikia nikiongea, basi nataka nikwambia kuna mengine mengi nimeongea. Kama vile nimesema, nimeongea makosa ya mwanaume 9 na mwanamke 7, na leo nimeongea kosa la 8 la mwanamke. Maando yamebaki mengi karibu 90, na yote kwa neema ya Mungu nitaelezea. Na kwa hivyo ukitaka kujua yaliyopita, basi nenda kwenye YouTube yangu. Ukienda kwenye YouTube, andika jina Pastor Mutuma Senior, utapata channel yangu ya YouTube ambayo ina mafundisho mengi. Kwa mfano kama vile ambavyo nimewaambia wengine ya kwamba kuna mambo 10 ambayo nimefundisha ambao mume na mke wangepaswa kufuata ili wakae kwa amani nyumbani. Siwezi kuyarudia tena, maana nilifundisha na nikatuma, siwezi rudia. Mafundisho hayo 10 ni kama lesoni 10 au ni lesoni 10 zenye mafundisho ya kufuatwa na mume na mke. Kadhalika pia niseme, kama leo ndio mara yako ya kwanza kunisikia, kuna nyimbo nimeimba zile ambazo ziliimbwa na watunzi wa zamani ile miaka ya 1700, 1800, kama vile ile wimbo tunasema ya kwamba Amazing Grace, ama ile tunasema it is well, ama ile ambayo tunasema tarumbete ya mwana itakapolia, when the trumpet of the Lord. Sasa nyimbo kama hizo zilikuwa na maana, na bado kwa neema ya Mungu nitaendelea kusimulia habari ya nyimbo zingine ambazo zilitungwa sikiwa na ujumbe wa kutufaa kiroho. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau pia kusubscribe, maana ukisubscribe mafundisho nitakayokuwa nafunza yatakuwa yanaingia kwenye simu yako direct. Asante kwa kunisikiliza, na yule naye ambaye ameona YouTube yangu atakuwa ameniona pia nikiongea. Kama ni kunitazama, kama ni kunisikia, basi naomba ya kwamba ukabarikiwe. Asante.